tena siku ya Jumatano tulivu, tarehe 3 mwezi huu wa 6 mwaka 2000 na ngapi? Mwaka 2026. Jumatano tulivu sana, wenyewe wanasema ni wanasemaga ni blue, ni WCW. WCW maana yake inakuwa nini? Hapo sasa itabidi tuanze kuchambua kwa undani. Wanasemaga Women Crush Wednesday. Hapana. Kuna kitu hapo kwa women. Ni women's ama women? Ni women Crush Wednesday. Wanasemaga hivyo. Siku yenyewe. Siku yenyewe ya crush. Bwana, kama kawaida karibu sana. Na hii ni Radio Mtaani FM. Kipindi kikio ni Amka na Radio Mtaani FM, na siku moja tulivu sana nikiwa mjengoni, siko peke yangu, nina watu wawili. Lakini mwingine leo tutamuonaga tu behind, tutakuwa tunamsikiaga tu behind the scene, hata jitokeza leo kama kawaida. Lakini leo hapo mbele niko mimi Ibrahim Salima ali maarufu Samakini, lakini mwenzangu ni nani? Henry Mwajime kama kawaida, kijana wenu ambaye anayejua tofauti ya jana, leo na kesho. Wewe unajua tofauti ya jana, leo na kesho? Tutuambie hapo kwenye comment section kwamba jana ikoje, leo ikoje na kesho ikoje, kama kweli unajua, kwa sababu ni mtu mmoja tu dunia nzima anayejua kutofautisha hivyo. Kijana anayejua kutofautisha jana, leo na kesho ni Henry Mwajime. Unaweza kumuita Henry Modei. Yaani siku yenyewe hiyo. Mtu wa 6. Afaje Jumatano hii. Alafu leo Jumatano. Siku yangu ya 5 hii. Siku yangu ya 5. Tusimsahau mtu mmoja. One very important person. Tunasemaga thank you very important person. Thank you very important person. Behind the scenes. Behind the scene. Anayetutengenezea mitambo. Sijui ana wakati ajisemee mwenyewe. Introduction mwenyewe. Ajisemee mwenyewe. Ndio kuna watu juzi hivyo nakwambia bwana, wewe endelea tu kwa sababu haya hanihusu. Juzi nilipata sifa. Kumbe behind the scene yako hivi. Mara nyingi hawajui. Hawajui muona kusema. Unajua bwana, nyie watu tall and black bana. Nyie mnakuwa na neema zenu wenyewe bana. Unajua neema inakaga, lakini shida ni moja. Watu wa hizi rangi zingine. Tusiangalie hiyo story. Hizi rangi nyingine bwana wanaonekanaga watu wa makochini sana, wa mayaini sana. Lakini unasikia mtoto wa kike anakuambia bwana, mimi bwana napenda mmoja kati ya wanaume ambao mimi nawazimia ni tall and dark. Sasa najiulizaga what is inside you? What is inside you? Siku hizi tusidanganyane, bila pesa hapo kwa hiyo zote. Wewe useme hivyo. Wewe ukiona hivyo ndugu yangu, wewe nyota haja kumulikia. Kuna story ilisemeka hivi. Unaweza kuwa na kila kitu. Lakini hakuna siku utaikula darkness yako, hakuna. Hakuna siku utakuwa handsome ndo uende dukani useme nipatie kitu fulani utapatiwa. Uongo. Hakuna. Bado lazima you have to pay the price. Money talks. Lakini kuna watu wengine wanakuwa wanaishi vizuri kutokana na mionekano yao. Tall and black, tall and dark, wanakula na wanaishi vizuri kutokana na hiyo. Wamama zawezi sawa. Wamama zawezi sawa. Ati? Wamama zawezi sawa watu. Washangazi. Hamna tunao. Hata si washangazi, sio mishangazi, hata hivi vichenche hivi vijenzi. Hivi vijenzi, kwanza vijenzi ndo hatari. Ushipata demo anakuumia mdomo. Come on. Tunajuliana hali. Bwana, kujuliana hali kumeenda at the extent kwamba tumeingia upande ule mwingine. Kwa bahati. Akisikwambia mtu, by the way, kama unavyosema kukuta demo na kungatia mdomo na hivi vijino vyake hivi, I say, utaona kama vile dunia yote kuna yako. Kuna kaanga kametengenezeka. Bwana alafu kapata kazuri. Keupe kametulia. Kanaita kanono, rangi fulani kapotable. I say bro, tunasemaga petit. Petit. Potable vile. Na hapo ongei kitu. Mungu aliumba dunia na vilivyomo. Kuna wimbo mmoja sijui na Mario ule. Upi? Mario alimbaga Mungu aliumba dunia sijui na nini hapo ndani. Director anajua atatukumbusha. Kweli hivi haya ni maua yetu. Sisi kama watu wa kiume au sio, ama sisi kama wanaume. Haya ni maua yetu. Kwa hiyo kuyasemea ni wajibu wetu. Kwa sababu pia na wao wanafurahi sana wanaposemewa. Bwana, kiukweli mtoto wa kike au mwanamke
ukimsifia, hata angekuwa ni bibi mtu mzima, ukamwambia da bibi, naona umri ulivyokuwa miaka 16 ulikuwa hatari, hata nasikia mjukuu wangu anaanza cheka Mungu aliumba hivyo, aliwaumba hivyo. Na lazima sisi tuwapatie haki yao. Unajua kuna pale tutaambiaga ni viumbe dhaifu kistep. Sio kistep, ni viumbe dhaifu. Na udhaifu wake ni pamoja na hivyo kumsifia. Sifia anasikia raha. By the way, mwanamke ukimsifia mtakuwa marafiki sana. Na kama kuna mtu mwenye upendo wa karibu ni yeye, na mtu mwenye hasira karibu ni yeye. Mwanaume at least yako unaweza shikilia. Yaani kwa kila kitu mwanaume anaweza vumilia. Lakini kwa msichana ni ngumu. Lakini nasikiaga kwamba wananyoa wanasema kwamba mwanamke tukihamia sasa kwenye ulingo wa mahusiano, mwanamke kuingia kwenye mahusiano miguu yote miwili inachukua time sana. Sana. Yaani mwanaume anaweza kukutana na wewe leo na leo akakupenda leo na akakuhitaji leo. Si kweli. Lakini sasa unajua tunasema kweli napinga. Mwanaume sasa kile kinachofanyika na wanaume ni kipi? Mwanaume je, tunatamani tukipiga, tukiona mali safi ndio tunaanza kupenda. Lakini mwanamke nikasema hivi. Ina maana ngoja ngombe kitu kimoja. Unajua director kuna sehemu tunapishana. Tunatamani kuona, tunaona tunatamani, ndio. Sasa unaona hiyo mwanamke hawezi. Lakini unajua mwanamke hawezi mtongoze. Hawezi ukakutana naye leo. Mwanamke wako mwingine, mtongoze hajakwambia jibu la ndio. Au sio? Hajakwambia jibu la ndio, lakini mtongoze. Afu demu wako upigie simu atakuuliza nani huyo? Unaona? Lakini wewe apigiwe simu kama unamtongoza, huwezi kumuuliza nani huyo. Ipo hivi bro, ipo hivi. Mwanamke Mwenyezi Mungu alivyomuumba, anapenda leo automatically anakuwa na ule wivu. Leo automatically anakuwa na ule wivu. Hata kama si wa kwako. Let's say ni binamu. Dada cousins hawa, dada binamu hawa. Ni binamu. Lakini imeingia simu ya mwanamke, atakuuliza who is that? Na hampo kwenye mahusiano, haujamuombea chochote. Ushaelewa? Ameumbwa hivyo na wivu. Anajionaga yeye zaidi kuliko mwanamke mwingine. Lakini sasa tunaweza sema hivi. Kama kuna mtu anapenda ni msichana. Ndio. Na mwanaume pia hupenda. Lakini director akisema kwamba mwanamke hupenda haraka ni ukweli. Mwanamke hupenda haraka, si uongo. Mwanaume huchukua wakati kupenda. Ili akutamani, kuna tofauti ya wewe kutamani na kupenda. Hamjanielewa. Mimi hamjanielewa kitu kimoja. Labda sasa sijaeleweka. Hebu elewesha. Ipo hivi, mwanamume sisi wanaume tunajijua. Unaweza kukutana mwanamke leo. Sawa na tuseme umemtamani. Acha niweke hiyo sasa. Kumtamani. Acha niweke hiyo. Umemtamani leo. Umtake umpate. Leo. Ukamaliza leo. Ushaelewa? Sasa kama alivyosema director, akikuta mazingira yako yako vizuri, ushaelewa? Mazingira yako vizuri. Unanielewa sijui ninachokimaanisha? Hata wewe msikilizaji unanielewa. Yale mazingira kama ni mazuri, anabaki. Atakupa second chance. Yaani ni sema second chance. Hujanielewa? Ndio. Bado hujanielewa.
peke yake pole uhusiano pole. Lakini mwanamke uchukua wakati. Kama muda gani? Uchukua wakati. Miaka na miaka. Sasa zingine ichukue miaka sasa. Miezi kadhaa. Hapo sasa mwanamke unaweza mtongoza siku ya kwanza. Ya pili tu uje ufanye kitu kidogo. Akupende. Labda ngoja kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa tukielewe. Ushaelewa? Mwanamke anapokumpenda mwanaume na akaamua kumpenda mwanaume. Ushaelewa? Hiyo haiji kwa siku hiyo. Alishamuonaga. Na ndio maana leo tunaita Women Crush Wednesday. Kwa sababu gani? Ni muda ambapo mwanamke yani mwanamke akikupenda hajaanza kukupenda leo. Alianza kukrashiaga. Ndio maana unakuta mtu anasema yule jamaa mimi namkrashiaga kishenzi yani. Sio unanielewa? Sasa ndio nasema ni hivi. Msichana si atapenda. Ndio. Msichana atapenda. Naam. Lakini mwanaume huchukua wakati vile director amesema. Vile kwa kati ya baraka za baba na mama, mwenye anaweza kupatia baraka kwa haraka ni mama. Sio kama baba. Lakini pia zinatoka kwa haraka pia. Wapi? Kwa baba? Kwa mama. Kwa mama zitatoka kwa haraka. Mwanamke ndivyo alivyo, hawezi kuvumilia vitu vya haraka, hawezi kuvumilia. Lakini unaona baba kukupatia baraka ndio mwanaume alivyo. Mwanaume sasa ipo hivi kwenye mahusiano ni tofauti. Sio tofauti. Wewe hauna mtu, hakuna mtu ushakumkrashia. Mimi sikufichi. Shawahi. Ushakumkrashia. For how long? Not for long sana. Unasikia? Yani, kuna mtu unamkrashiaga au sio bwana? Unaelewa? Ukicrash mwanaume akicrash anaweza chukua wakati wake kuja kupata. Lakini sasa msichana ako hivi, amekukrashia, atakuja akwambie. Kwa wale ambao wenye hizo gani? Nisikilize. Mwanaume anaweza akamkrashi mwanamke, si ndio? Na simpati. Na akakaja. Nisikilize basi. Akaja akamkuta na demu, hajamwambia. Akamkuta na jamaa, hawezi kuweka hasira. Lakini mwanamke inaweza akakurashia, unaona, akakutamani, akakuta na demu. Yaani hapo ndo utajua mpaka unashangaa. Sasa ndo maana kuuliza, amekukrashia je uje kumtongoza? Uje kumtongoza wala uje kumwambia. Amekukrashia, amekuta na mwingine, akakuwekea hasira. Tena hata mtaani anatangaza yule jamaa malaya kweli yani. Kweli kwa sababu gani? Amekukrashia for how long? Ushaelewa? Hiyo mimi vyote vile. For how long? Vovote vile. Bwana tumalize utata. Ngoja director. Director subiri kwanza. Tumalize utata. Ngoja kwanza. Tumalize utata msikilizaji, mtazamaji, sawa Unasemaje mtazamaji wetu wa TV Mtaani Mwatate pale Facebook? Una kipi cha kutuambia kuhusiana na hili issue? Tuende director. Unaona? Tulienda kwenye sherehe. Ngisi. Unaona? Tulienda kwenye sherehe. Tulivyoenda kwenye sherehe. Lakini kwa wakati tunaendelea hapo kwenye sherehe, shikilia hapo. Msikilizaji wetu wa Radio Mtaani FM, tunaomba uendelee kushare hiyo link, tufuatilie, tuma comment ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Una kipi unachoweza kutuambia kuhusiana na hili zoezi ama kuhusiana na hili swala ambalo liko mezani sasa hivi? Kumbuka hii ni WCB, ni Women Crush Wednesday. Tuambizane, tusemezane. Hili lilopo hapo mezani tulioanza nalo hapa. Wewe una maoni gani? Mimi nasema mwanamke kukupenda inachukua muda, na akikupenda hawezi akatoka. Je, wewe unasemaje? Mwanaume anapenda haraka na anatoka haraka. Wewe unasemaje? Lakini wenzangu wawili wanakataa. Kila mtu anatoa hoja yake. Director, kuna hoja alikuwa anaendelea hapo kwenye harusi, tuendelee hapo. Umeshare. Share. Tuendelee kwenye sherehe, tuko kwenye sherehe director. Unaona? Mimi tulienda kwenye sherehe. Sherehe ya harusi. Sasa tulipofika pale, tulipoingia tu hivi. Kuna demu, yani aliponiona akakurashia, akashtuka, utasema kama vile ameona kitu fulani. Au sio? Mimi nilipoenda kukaa, nimekaa mara kidogo naona kama alipokaa akaja hapa nilipokuwa mimi. Na hamkuwahi kukutana na haja kukutana, ndio kwanza tunakutana. Ukiona hivyo basi shekonaga hajawahi kuniona. Demo ametoka Arusha, mimi niko Dar es Salaam. Haja kuonana. Hiyo hapo kwa Samia hapo unaona Sasa nilipomwangalia nikaona mtoto mbona mali safi. Ukamtamani. Huwa anasemaga watoto wa Kiarusha hawana haga. Si umenisoma? Sasa nikaona mtoto kama nani fulani, pua ndefu kahaga hiyo. Alafu amekuja amekaa. Mtoto kutoka
kwa Kagame jinsi alivyo. No Kagame wewe. Jinsi alivyo. Kama vile katoka kwa Kagame. Sasa tumepiga story. Mimi niko na wenzangu tutapiga story. Maana kuna jamaa akaniambia sasa, demo kuangalia kweli yani. Unaona? Kwa sababu yeye alipoenda kukaa hakukaa nyuma yangu, ameenda kukaa siti ya mbele. Hakukaa nyuma tent. Siti ya mbele. Sasa mimi namuona lakini alifanya sina habari. Unaona? Akampotezea fulani. Kuangalia kaona huyu jamaa vipi? Ngoja nijaribu. Sasa mimi nikamwita. Akajiuliza mimi yani kama vile kuamini fulani. Nikamwambia ni wewe. Lakini wakati huo tuwakumbushe ni women Crush Wednesday. Tuendelee. Unaona? Mtoto akasogea. Aliposogea nikamsalimia. Baada ya kumsalimia how are you? Baada ya mambo Kiswahili tu. Unaona? Baada ya kumsalimia nikamwambia hapa ndani kuna kelele za muziki. Tutaelewana kweli tukiongea? Akaniambia tutoke nje. Kajipeleka mwenyewe kichinjioni. Hiyo kwa tuende nje. Unaona? Sasa nikawaambia wana, bwana leo sherehe imenoga. Ngoja nikapiga story na mtoto nje. Sasa wakati natoka niko getini nakutana na X. Alama ya kifo. The story is getting much into. Umenisoma? Nakutana na X. X alivyoniona. Wow. Unajua siku nyingi tulipoteana. Sasa nikataka kumkataa. Huyu demu akaja akatawanyisha. Unamjua huyu? Anamuuliza. Unamjua huyu? Unaona? Mimi nikapata power kidogo, nyimbo ya Mbosso. Mimi simjui. Una anaanza kusema, "Unijui mimi?" Kwa sababu toka tuliachana. Yaani kumbe una mtu mwingine sio nani? Nikamwambia, mimi nina mwingine. Na baby mama, na mwingine ndio huyu. Wewe kitambo ilikuwa hivyo. Naona? Kule demu Arusha alisimama. Ngoja tuseme wa Arusha alisimama yule aondoke. Alivyoondoka tukwenda pembeni. Sasa kaanza kufumu. Kumbe ni malaya hivyo. Sasa yule kweli alikuwa ex wangu na ndio maana nikamkataa. Mbele yako ukiona. Mimi nilijua ni mwanaume mtulivu, nilijua utakuwa kwangu. Kumbe una watu nikaona sasa shughuli. Lakini sikuongea naye. Lakini alijua kabisa huyu jamaa tunapotoka hapa tukienda nje kitakachofuata ni maelezo zaidi. Kwa hiyo kwa kipindi kile kwa muktadha huo sawa naweza nikasema ni kwamba ni haya tunaoongelea sasa hivi. Women Crush Wednesday. Ama Wednesday Crush Women. Unaweza kaiweka WCW. Ushaelewa? Ni mtu alikuona kwa wakati huo akakukrashia. Ni vitu vinawezekana hivyo. Ushaelewa? Lakini in real sense mwanamke paka kuja kukupenda. Hata kama mnaweza kuwa kwenye mahusiano lakini asikupende. Yaani mwanamke kuna kitu ambacho mnatakiwa mkielewe. Unaweza kuwa na mwanamke kwenye mahusiano, mna date mnatoka kama kawaida lakini bado hajakuweka. Si kweli. Ukimuona mpaka mwanamke anakuvulia nguo ya ndani kakupenda. Ila inawezekana asiweke. Sio kweli. Hiyo pia naona kataa. Kuna mambo mawili. Kuna mambo mawili. Yaongea mambo mawili. Kuna tumaini lake la maisha na bali kwa muda. Umenisoma? Lakini hawezi kuwa anafanya vyote hivi bila kukupe. Modei ngoja ngombe kitu kimoja. Hicho anachokiongea si kweli kwa sababu ukipita street sawa kuna watu wanafanya hivyo kwa hela. Unaelewa? Tumalize tu hiki. Kwa unaweza kusema bwana leta kuna asilimia kuchojoa. Kuna asilimia nguo ya ndani. Kuna asilimia kwa ajili ya mtu. Haina ulazima kwamba nisikilize. Hayo yalikuwa zamani. Nisikilize.
kuna asilimia mwanaume mpaka kumpenda mwanamke kwa siku ile na akaumie 15%. Kwa siku ile ile. Kwa siku ile ile. 15%. Niseme 15. Akampenda akaumia kwa siku ile ile ile. 15%. Lakini 85% hakuna mwanaume wa design hiyo. Sasa nikwambie kitu kimoja. Twende kwa wanawake. Bro, kupenda kwa kutokupenda. Director. Mimi wasipendagi unapo generalize unaposema wote kwamba hakuna wa design hiyo. Kila mtu ameumbwa na moyo tofauti na wako. Ndio nasema mimi natoa asilimia. Kwa hiyo yule unasema wewe ungesema asilimia 20. Ndio maana nimetoa asilimia. Nimesema asilimia 15. Ina maana unayemwona wewe yupo ndio kwenye asilimia 15. Kwa wanaume. Kwa wanaume. Wewe asilimia 15 alisema mwanamke bwana. Hebu rudisha hiyo video nyuma. Ulisema asilimia 15 kukuona leo na kukupenda leo. Umesema mwanaume bro. Hiyo mimi nitakataa. Umesema asilimia 15. Subiri kwanza. Umesema asilimia 15 ya wanawake kukuona leo. Basi umechapia. Wewe ndio umechapia. Ndugu silikuwepo na umenisikia. Sasa akili yako ndio kama mara zote msikilizaji ambao watufuatilia sasa hivi hizo clip tutazikata. Sasa tukizikata ndio nitajulikana mimi nimechapia ama yeye ndio amechapia. Wenzetu nimeanza na asilimia ya wanaume na kuja kwa wanawake. Wanaume ni asilimia 15. Kwa hiyo huyo anayependa leo na kuumia ni asilimia 15. Kwa hiyo asilimia 85 ni wale piga twende. Hata kuoa ni shughuli. Tukumbushe mada ni WCW iliyopo hapo mezani. Kumbuka leo ni Women's Crush Wednesday. Msije mkaona watu wanaongelea mahusiano na vitu kama hivyo. Tafadhali na mkiendelea kusikiza haya tuko katika eneo la salamu. Tumana tu salamu kwa crush wako. Tumana tu salamu kwa mtu yote. Kama umekrashia mtu sema tu. Tumana salamu kwa crush wako. Mtaje wa kike tena mtaje kama inawezekana. Na sisi tuna highlight. Tunasema tunaziweka wino uliokolea. Koma kabisa. Tunasema bold. Tuendelee director. Unaona? Wanawake sasa. Wanawake wale wenye asilimia. Twende mapenzi biashara. Unaona? Mapenzi biashara. Tunaenda ni asilimia 10. Mapenzi biashara. 90. Mwanamke utafiti ulifanya wapi? Unasema mwanamke wewe uliza kwa watu wote. Sasa hivi ukitoka tembea. Na asilimia wingi inaanzaga na 3. Unaona? Mwanamke akikupenda ukaongea naye au sio? Ukakubali kuingia naye geto au sio? Ni tayari mkatoka nje. Akiona tofauti akifika kule utasikia achana na mimi. Si ukweli. Yaani sikuamini kama ungekuwa hivyo. Lakini wewe ulisema ngoja nipige niende. Lakini mwanamke akitoka akiona tofauti. Unajua huyu anatumia stories zake unajua. Hizo stories zake anatuambia. Si ndivyo ilivyo. Sio stories zangu. Fanya research. Sasa fanya research. Wewe tembea. Mimi sio kicheche. Tembea. Nakwambia hivi ni kitu kimenitokea mimi. Wewe mwenyewe. Mimi mwenyewe hapa Kenya, si pale kwingine sijui kwa Samia, kwa hawa majenzi wa Kenya. Ndio. Nilikuwa na mtu. Huyo mtu mimi siku ya kwanza tulionana. Ndio. Sikuwa na ile story kuhusu. Okay. Story sijui kutakuaje. Mimi sikuwa nashughulika na haya. Kumbe siku ya kwanza mimi mwenzako kaona kuzuri huko. Kakaona hapa ndo kwenyewe. Pakuweka makao. Basi. Makao bora. Mimi mwenzako siku ya kwanza tumeenda. Wewe ulijua tu ni hit and run. Sikujua hit and run mimi, hata sikuwa na shughuli naye. Wewe uko na shughuli naye kabisa. Shughuli kabisa sina. Msichana mrembo amekukrashia sasa. Kazuri tu. Tukaenda siku ya pili. Siku ya tatu akatafuta namba mwenyewe. Ndo harusini Arusha. Mwenyewe kanitafuta. Stories zikaanza pole. Zikaanzia hapo. Pole.
kumbe story kubwa anasema mbona mimi niendelee kupitia mbalimbali, si niwaambie ukweli tu. Ni hivi na hivi na hivi. Mwenzako nimekukrashia. Mwenzako nikafikiria. Kunaanzaje hapa? Na labda uje kukutana na issue kama hiyo. Sasa mwingine nimemkrashia mimi. Lakini imagine nilivumilia wakati wote. Yaani hata sina haraka na yeye. Pole pole. Taratibu. Ilichukua wakati. Muda mrefu. Sasa kwa mwanaume vile director amesema uchukua wakati. Inachukua muda. Hata Samakini usiniambie ulipenda na siku moja. Asante. Mimi bwana sikupenda na siku moja. Na mwenyewe alikupenda na hiyo siku alikuona. Inawezekana kweli ikawa hivyo. Lakini sana hatakwambia. Unajua sasa huko kutowahi kusema ndo niko nako kuongelea mimi. Inawezekana amekupenda from the word go, lakini kuja kukutamkia itakamchukua time. Lakini kuna vitu anafanya utaelewa. Na kukutamkia, kumbuka hiyo kuja kutoa, kurudisha nyuma. Mwanaume kupenda ni haraka, kutoka ni haraka. Inakwambia ni ukweli. Yaani hilo mwanamume kupenda haraka. Ndio kupenda ni haraka, kupenda kutoka ni haraka. Mwanaume anatamani kupenda na kuja baadaye. Kupenda ni haraka, kutoka ni haraka. Hiyo labda tu wewe. Labda tunatafsiri tofauti. Wewe. Basi ngoja niongelee mimi. Sawa. Na kila mmoja ajiongelee yeye. Out of experience. Kwa sababu wewe unaongelea experience yako. Yeye anaongelea experience yake na mimi naongelea experience yangu. Kwa nini experience yangu mimi ndio iwe tofauti? Yaani iwe ni ya kwangu. Ya kwako iwe ni ya wote. Ya kwake iwe ni ya wote. Twende njia hiyo. Sasa kila mmoja ajisemee wewe. Ndio sababu mimi najiongelea mimi. Na kila mtu ajiongelee yeye. Tusijenge siku ya kwanza unaelewa? Generalize. Mimi kupenda ni haraka. Unaelewa? Na nikija nikikutoka na kutoka haraka. Yaani wewe ni bora kutoka. Sasa mimi nitasema. Unaelewa? Lakini mwanaume anataka kupenda mwanamke sasa. Hasa niliowapenda mpaka wanakuja kunitoka, ilichukua muda. Na alivyoniambia mimi na wewe is enough. Hata nilijaribu kurudi kwake mara kadhaa lakini ilishindikana. Sasa hapo ulitoka haraka. Lakini Mungu ulitoka haraka. Sikiliza, unajua kuna kipindi nendaga, kuna kipindi nendaga msimu mnasuluhisha mambo. Ushaelewa? Mnasuluhisha mambo. Na maana sema mwanaume anafanya maamuzi yake haraka, hasa mimi nilifanya haraka. Nikatoka. Nilipotoka baadaye sasa kuna ile loneliness unakaga nayo. Unatamani ungemrudia. Unajaribu kuchombeza lakini sasa inashindikana. Basi au kutoka haraka. Hujanielewa. Kuna kule kutoka kuacha. Ulisema tuachane lakini moyoni bado haraka. Hamna moyoni bado. Lakini na mwanaume kutoka anatoka kwa haraka na anataka kurudi vile vile. Ushaelewa? Anataka kurudi vile vile. Ndio maana unakuta mtu anataka kufanya kitu kibaya. Na ukaachana naye lakini baadaye akaenda akarudi ukaja ukamsamehe. Mwanaume na mwanamke anayeacha ni mwanamke. Basi mwanaume anatoaga likizo. Wewe sasa akiona kakaza, naona huyu anatusimulia vile alivyo. Na mara nyingi ananiambia. Kwa sababu gani? Ngoja nikwambie. Huyu alisemaje? Alimwacha baada ya kuwa upweke akamfanya hiyo si likizo. Hata baada ya kukaziwa nikatafuta plan B. Unaona? Lakini mke akikutaka urudi sasa. Ndio nasema hivi. Utarudi. Ndio nasema hivi. Mwanamke ndio anaacha na mwanamke ndio anasababisha watu warudiane. Na mwanamke ndio anayependa. Na mwanamke ndio anayelinda ndoa. Si umenisoma? Yaani mwanaume wewe kila kitu upetiwe. Huu mjadala umeturudisha kulikuwa na mjadala mwingine kama huu, lakini huu haukuwa onea. Tulikuwa tunasemaga anayelinda ndoa ni mwanamke. Jamaa alibisha paka basi. Alikataa kata alisema anayelinda ndoa ni mwanaume. Lakini leo Mungu bariki, huu mjadala umekuja ameyakataa yale maneno tulikuwa tumeshana kipindi kile. Leo amesema mwanaume ndio mwanamke ndio anayelinda ndoa. Kiko wapi? Huyu jamaa anapendaga kubisha pasipokuwa na sababu. Hivi mwanamke anaulizwa mbele za watu. Umenisoma? Umempenda? Si umenisoma? Umekubali kuolewa kwa mahari. Mwanaume anaulizwa umekubali kuoa na mwanamke. Unaona, mwanamke anaulizwa umekubali kuolewa, unampenda. Lakini fuatilia chale nyingi sana. Huwezi kusikia
mwanaume anaulizwa kwamba umempenda mkeo, umekubali kumuoa fulani bin fulani. Okay, tuseme hivi. Si umenisoma? Kwa hiyo mwanaume aulizwa acha tuseme. Mwanaume aulizwa tumesema umekubali kumuoa fulani bin fulani. Anaulizwa umekubali kumuoa, sio unampenda fulani. Sasa sikia. Okay, tuachane na hapo. Lakini mwanamke anaulizwa hilo na kupenda. Ndio nasema ni hivi. Mwanaume kuja kukupigia ile goti, kupigia yule msichana ile goti. Si mnaelewa goti gani naongelea? Anamvisha pete. Basi. Mwanaume kuja kupigia ile goti kuchukua wakati. Tumesema sote hapo. Mwanaume kupenda lazima kuweke kwa moyo kidogo wa kuangalia vitu gani na gani anataka yeye. Na akili atumie. Kwanza. Lakini msichana akikuona moyoni akikupenda tayari anakuweka moyoni. Lakini mwanaume paka kuweke pahali akupime. Huyu ni mwanaume anayependa. Wakati unapenda, si kutamani, tutoe kutamani. Wakati unapenda, hata akuweke vizuri, akuweke. Ngoja tu. Kuna video fulani niliiona, yule mbunge wa Kigoma anaitwa Baba Levo. Alisema kwamba wanaume tunaoa wanawake tunaowataka. Unajua wewe unapoongea kama mlevi. Umenisoma? Levi unaingilia. Wasikia tunao. Tunaposikia hivi tunao wanawake. Hiyo hata mimi nafikiri niliona hiyo. Soma. Sasa huyu binti huyu jamaa alisema kuna wanaume wanaoa wanawake wenye kufanya kazi. Umenisoma? Na kuna wanaume wanaoa wanawake wenye kufanya biashara. Na kuna wengine wanaoa wanawake wenye kukaa nyumbani waangalia watoto. Si ndio? Hebu ngoja kwanza, kuna message imeingia hapa. Natamani sana kuisoma haraka ili muelewe. Anaitwa John Converter. Huyu jamaa wetu wa Machakos kule. Anasema unajua unaweza kuridhisha mwanamke ngumu. Hapo sijaelewa. Unajua unaweza kuridhisha mwanamke ngumu. Kumridhisha mwanamke ngumu. Unajua kumridhisha mwanamke ni ngumu. Usijisalimishe hapo, utajua yupi wa kweli. Your vision inaweza kukusaidia kujua yupi wa kwako. Unaelewa? Kwa hiyo ina maana mwanamke yeye kwa jambo nilivyomuelewa kumridhisha ni vigumu. Unaona bwana? Lakini unatakiwa utumie vision yako kujua kwamba ni yupi wa kwako ama yupi si wa kwako. Japokuwa sijaelewa kama ametuelewa. Yaani ni hivi. Mimi nilivyomuelewa. Ndio. Yaani kumridhisha mwanamke ni ngumu. Ila wewe ukae naye kwa umakini ili ujue kwamba huyu ni wa kweli ama ni mpita njia ama ananexia. Kwa sababu ndefu kujua. Urefu unakuwa si haraka, inakuwa wakati. Kwa hiyo yeye ni kama vile ameunga hoja mkono kwamba ina take time kwa mwanaume. Mimi ninachokisema ni hivi. Unajua kama tulivyoongea hapo awali kwamba kuna wife material na kuoa au si bwana. Unapotaka kumuoa mwanamke wewe kama mwanaume paka unafikia muda wa kumuoa itakuchukua muda, kwa sababu kuna vitu vingi wewe unaangalia. Ni kama vile director alivyokuwa anasema alikutana na video ya mbunge wa Kigoma mjini Mheshimiwa Baba Levo. Alisemaga kwamba alikuwa anasema tunaoa wanawake tunaowataka. Ushaelewa kwa maana gani? Kuna hao wanasemaga kwamba kuna hit and run, sawa? Hit and run kuna hao wanasemea, la kuna wale ambao hao ni wife material. Ushaelewa kwamba huyu lazima nimchunguze kwa undani. Unaweza kuwa na hit and run wako hapo unakula naye maisha, lakini kuna huyu ambao unataka kuja kuwa wife material, utamchunguza. It will take your time. Ushaelewa? Lakini mimi nachoongelea ni kwamba kuna wale ambao ni hit and run. Ama hata kama si hit and run, unaweza ukahit na ikaja kutokea sehemu ukaona mazingira ni mazuri ukabaki. Kama alivyokuwa anasema director, mazingira yakiwa mazuri mwanaume anabaki. Lakini mwanaume huyo kwa kuwa ali hit siku hiyo amekutana naye akahiti siku hiyo akaona mazingira ni mazuri akaamua kujiweka, lakini bado ukijua kimkoroga kidogo anaondoka. Kirahisi sana. Msichana kuondoka si rahisi. Sasa msichana kuondoka si rahisi. Akishaingia akakuweka kwenye mfumo. Ndio tunarudi pale. Hapana, mimi naambia hivi, mwanamke
No, akishakupenda mwanaume akakuweka moyoni, kuja kutoka sio rahisi. Lakini mwanaume anaweza kuhiti leo. Sijui kwa nini hii point hamtaki ipate. Hampati hii point. Kwa sababu gani? Nisikilize. Kwa sababu gani mwanamke kuna mwingine anatoka haraka? Kuna mwingine anaitwa Chris Juma, lakini yeye amesema Chris Juma updates. Anasema great work, anatuendelea kutufuatilia following. Lakini amerudia tena kadhaa following. Lakini pia John Converter ameweka emoji za kucheka kwa maana anafurahishwa na mada na vitu kama hivyo. Let's go. Tunarudi pale. Mwanamke ukikutana naye ndio au sio, siku ile ukapiga story mkaelewana na akakubali kukufuata, tayari kashakuweka bas. Si kweli. Lakini mwanaume bwana, mimi narudi pale. Unasikia mimi narudi pale kwenye WCW kwamba ukikiona wewe umekutana naye leo amekukrashia, anaanza kukrashia leo. Tumekutana leo amekukrashia leo na leo kamaliza. Na ukitoka pale labda akakuacha. Na mwanamke akiona type yake hawezi kujificha hata kama. Sasa hapo ndo umesema. Unaona? Sasa hapo umegonga. Hapo ndo umesema, umegonga penyewe. Lakini mwanaume hata akute type lakini kuna vitu ndo vitamfanya abaki. Ndio maana nasema hapo kwenye type. Mwanaume hapendi. Kama unapenda lazima ubaki. Kwa sababu upendo ndio kibunzi kinachokufanya wewe usione mabaya ya huyu mtu. Unajua kuna mtu alisema hii statement ikanichekesha kidogo. Waliniambia mwanaume kupenda si rahisi sana, lakini mwanamke kupenda ni rahisi. Ndio maana mapenzi ya mwanaume kupenda yanafaa kwanza pale ametulia kwenye ndoa yake na akaridhishwa na kila kitu. Hapo ndo mapenzi ya mwanaume yanaweza anza. Unajua uzuri hapa tuko watu watatu na tunapokuwa watu watatu lazima mshinda patikane. Sasa nyie wawili mmeshinda. Tuende kwenye trending news. Nyie wawili mmeshinda. Tuende kwenye trending news. Leo tunaipa hiyo trend leo. Trending ya kwanza si ni women's crush day. Hiyo ilikuwa ni trending, lakini pia vile ilikuwa ni salimiane. Lakini kuna vitu vimetokea kadha wa kadha duniani huko. Kuna haya masuala ya Ebola. Hebu tupatie kidogo Ebola. Nasikia kuna maandamano. Kuna maandamano Kenya wamekataa kabisa kuhusu Ebola. Na ni kwa nini wanakataa? Ugonjwa ni hatari. Unajua kuna mtu aliuliza hili swali. Ndio. Kama US nchi kubwa kama ile inakataa watu wa Ebola, wenyewe wanakataa watu wa Ebola. Sisi nchi wakati kama wao wana kila kitu. Sisi mbona sisi wa Kenya tuletewa hawa wagonjwa? Mbona wanataka kuua? Swali limekuwa kubwa sana. Lakini nao si Kenya tu peke yake, nafikiri ni nchi kadhaa. Kama gani nyingine? Nchi kadhaa nasikia pia Uganda na wao. Kumbuka ya pale ilikuwa imeathirisha tayari. Imeanza ikakuja. Ilikuwa ishaanza. Kongo pia. Lakini kumbuka hawa wengine walitoka wapi? US. Sisi tumefanya kuletewa watu wetu. Ni wa Kenya ama? Ni wa Kenya sawa, lakini walikuwa US. Wanakuja huko. Wanafukuzwa naambiwa hataki wagonjwa wa Ebola wanaletwa Kenya. Ni wa Kenya. Wanarudishwa kwao Kenya. US wanasema hataki ugonjwa. Basi mimi nilikuwa nafikiria labda ni wa US wanaletwa Kenya. Na Kenya. Kwa hiyo kwa kuwa ni mtoto wako, kuna sababu ya kumkataa mtoto wako? Si ati kumkataa mtoto wako. Unajua sababu ni moja kubwa. Wewe jiulize. Ile ugonjwa ni mgonjwa mkubwa sana. Si mdogo. Lakini pia tunaweza kujiuliza kama unavyojiuliza maswali. Ugonjwa si mdogo. Lakini unafikia pahali unasikia nchi kubwa, nchi yenye kila kitu. Si ati unaniambia haiwezi weka quarantine ya watu watatu. Inaweza. Lakini na wakataa, inasema inatafutia ndege yao special iwalete Kenya, iwarudishe. Kwa hiyo ina maana hata quarantine itajengwa mbali na Kenya. Mbali na lakini ameshapewa hela kiongozi. Itakiwa masuala ya kujenga ni shughuli pevu au sio? Yaani wakodi kama hivi kinyumba fulani si watu watatu. Watakuja walikuwa watatu. Unaona? Watafutiwe sehemu, wafikishiwe hapo, wasitoke. Au sio? Wakati huku mnatengeneza quarantine ya kutosha. Wakati kipindi kwa sehemu gani? Kwani washafika? Bilioni ngapi imetoka ya msaada? Bilioni 1.75. Hiyo ni trilioni hiyo. Unaona?
bilioni moja si US, si bilioni, si US, bilioni tu ya Kenya moja na nukta 7 hiyo ni hela gani? Sasa ndogo, bilioni ama trilioni? Lakini bilioni ya Kenya ndogo. Hasa bilioni ya Kenya bro. Sasa hiyo ndio kitu watu wanalalamika. Ni ndogo. Quarantine, kuseti quarantine. Wajua wanasema tatizo. Ukileta maslahi ya sisi viongozi tule ni ndogo. Viongozi. Lakini ukisema tupeleke kwenye huu ugonjwa ni nyingi. Lakini sasa pana bilioni ni ndogo sana. Wajua tunasema trilioni tungesema hizi director. Bilioni kwa maradhi ya Kenya. Unakumbuka nini corona? Ni pesa ngapi zililetwa Kenya? Unakumbuka? Matrilioni ya shilingi. Ni hivi. Corona ilianza kwa wingi kwa sababu ilifumuka kila mahali. Lakini Ebola sisi hapa Kenya hatuna. Kwa kuna watu wanakuja nao. Kwa kuwa ni wangapi? 3. Kwa kuwa ni kitu ambacho tukijui, ni kigeni nacho, lazima tuwe na hela kutosha. Lakini bilioni, kumbuka si kitu kimoja bro. Unaiona bilioni, unaziona hizo 0.09 ukaona aini hela nyingi. Tunasema hivi. Hii ni nchi bro, tunaongelea nchi. Kwa tamaa za sisi tumbo zetu ndogo. Tunasema hivi. Lakini ukisema tunasahau bilioni ni nyingi bwana. Wajua tunasema sawa, tunaweza jenga. Kumbuka tunasema ni watu 3 wanakuja Kenya. Ni watatu pekee yake wanakuja. Lakini kumbuka huu ugonjwa uko hapa Afrika. To make things worse, iko karibu na Afrika Mashariki. Kwa hivyo anytime hatujui watu wataingilia wapi. Anytime watakuepo wapi? Hapa. Sasa ile pesa wa Kenya wanalalamika kitu kimoja. Mbona US wasikae na hawa kwanza? Tungangane tumalizane na hawa. Kenya tungangane na. Kwani kuna wengine 3? Kuna wengine wako US, hawako huko. Hao Kenya kuna wengine wameletwa. Kuna wagonjwa hapa Kenya. Kuna wagonjwa wa Uganda silifunga mipaka, lakini watu wanapita. Kwa tupigane. Ebola haina tofauti na corona, inasambaa hivyo. Sasa Wakenya wanaogopea hapo. Si tutulie kwanza. Tunaweza sema tunaleta hao hata kama ni ndege speciali. Umekuja pale, yametokea watu wengine wameshikika, tutajuaje? Ngumu. Si tulikuwa tunasikia wengine wako quarantine corona na bado leo wanashughulikia quarantine ndio wanarudi kupatana na shida kama hizo. Manesi ambao wametengwa kwenda hizo quarantine wanalalamika. Mbona sisi? Mbona tulipelekwa sisi? Wajua wamechaguliwa manesi. Hata kwanza mimi nimeshangaa. Tena nashangaa Ebola. Hao sidhani kama ni Ebola kwa sababu Ebola inapokushika ni masaa 24. We hope you are normal. Ebola 24 hours. Lakini najua ni ugonjwa hatari kama unavyosema. Ni ugonjwa hatari sawa. 24 hours. Sasa mimi nashindwa kuelewa hii ni Ebola gani inayoenda huo muda wote. Wajua Ebola si ati tunakufa na masaa 24. Sasa mali tumefikia kuna advanced medical treatments. Tunaziita zimeendelea. Ndio. Zinajaribu kushikilia ule ugonjwa pale. Tukiendelea matibabu pole. Ndio. Kuna tofauti ya kitambo. Unajua kitambo ilikuwa kushika hivi. Wewe tumekusahau. Utaenda udunge sindano Panadol litashikilia nini kweli? Kwa hiyo sasa hivi tuna facilities zipo, kuna medicines zipo, na kuna teknolojia imegrow. Kwa hiyo ina maana zamani ilikuwa ukishikwa kwamba huna otherwise. Inabidi tu ufe. Ndio kama ukimwi. Kipindi inaanza na sasa hivi. Lakini sasa hivi safi. Kwanza unakuta mtu mwenye ukimwi anaishi miaka mingi kukuliko wewe. Tena vibaya sana. Tena anakuwa mzuri. Tena mzuri kwa kweli, lakini tusifike huko. Tusitukaribia watu. Nimeona mali uko unaenda. Nimekuona. tusifike huko bwana. Ebola si ugonjwa. Kwa hiyo Ebola si ugonjwa mkubwa kuelekea utani. Samia akasema kama Wakenya wataki jengwe hapo. Ilete kule Tanzania. By the way mimi nimependa hivyo kwa sababu hiyo ni fursa. Wao wanataka zile pesa. Unajua 1.7 billion kwa Tanzania ni a lot of money. A lot of money. Japo kwa sawa sifurahii sifurahii watu wapelekewe maradhi, magonjwa, lakini ninachoangalia ni kwamba uchumi wa taifa una grow. Ushaelewa? Una grow kivipi? Unakuwa kwa sababu unapopewa pesa za dola kama zile 1.7 billion dollars. Si dola. Sio dola, Kenyan shillings. Lakini kama alivyosema director, mimi kwa maradhi naona ni pesa ndogo. Kwa sababu maradhi yanahitaji uchunguzi mwingi, teknolojia ya kutosha, ushaelewa? Waletwe madaktari kutoka hapa na pale, ushaelewa? Waangalie kipi ni mashine gani inafaa, ni pesa hizo zatumika. Ndio nakwambia hivi, kwa pesa ya Kenya bilioni
7.8 ngapi sinaongeza nyuma huko 7.3 hiyo ni bilioni 2 na something hapo bro na nusu bro tunaposema bilioni ndogo tunaona kuna kaunti zetu hapa wewe bilioni ukipata wewe mfano kama Mwatate unaifanyia nini kama Mwatate Mwatate constituency wataendelea vibaya mno lakini kuna watu wamepewa 5.7 bilioni wapigaji sasa na tunaambiwa pesa ni ndogo wapigaji sijui kama mlikuwepo juzi wakati wa madaraka tulikuwepo sote ndio kama ulisikiza speech vizuri tu ya ni wakati nasoma sikuwepo karibu kuna speech ya governor Kisomo ndio walikuwa wanasema wametenga milioni 300 kujenga soko la Voi milioni 300 kwa ina maana bilioni 1.7 kuna masoko kama yale kama 5 au 6 umeona ila Kenya kumbuka kuna kitu kimoja kama kuna vitu expensive hii Kenya ni treatment equipment kuna sisi wanasikia CPR sijui nini MRI hizo echoes unakuta kama hospitali kama hizi haziwezi afford na ndio maana hatuna na wanapatiwa mgao wa milioni kadhaa ngumu bro twende na kurudi nyuma umeona twende tu kweli atupigi kampeni kuna kiongozi alitoka time ya nyuma hapa alitengeneza hospitali hapo alileta vitanda hapo sio umenisoma katengeneza house power ya umeme yani ukikatika tu umeme unakwenda mwezi huu bila kukatika umeme wakaenda ukizingua kuna house power hapa ya umeme hapo kuna SU kuna ile SU ya watoto kuna mama wajawazito kuchunguza lakini kuna watu walidunisha na wanasema mpaka sasa hivi havipo hata jana tulienda sehemu nikasikia vitanda vyote vya ile hospitali vimerudi kwa wenyewe kwa hiyo gavana wetu anahangaika kuvirudisha sasa kwa hiyo ni za kudunisha pesa ni zinakuja sema watu hawana maarifa ya kuzitendea hizo pesa utanielewa nikisema hivi sawa Wakenya wameanza maandamano kwa sababu gani wanajua imetolewa 1.75 bilioni lakini hiyo pesa haitaonekana yoyote tumeshaona tumezoea kuyaona kwa hiyo wao wanaandamana kwa sababu ya hela kwamba ile hela wanaandamana kwa sababu ya ugonjwa wanajua hizo pesa zimetolewa ni sawa zitaliwa na ugonjwa utaingia ni sawa hazitafikia mwananchi labda lakini kufika kutengeneza sijui hizi itakuwa ngumu ni kipengele kidogo kitakuwa ngumu sana itachukua shughuli hasa wanaweza andamana kwamba ugonjwa usiletwe huku kwa sababu wanajua hata hizo quarantine zikitengenezwa zitaachilia magonjwa tu yatoke nje by the way sasa bora wakae ni haki yao kuandamana bora wakae huko sawa trending namba 2 Samia leo ka visit Russia leo Samia ameenda Urusi nchi ya Urusi kwa ajili ya nini kwa ajili ya kuongea kuhusu yale kuharibiwa majina aliharibiwa wakati wa election kipindi cha uchaguzi pale ilikuwa Oktoba 29 uchaguzi amefanya wapingaji break kidogo tukirudi tutaendelea na Samia tunarudi tena
Wasema we back again. Tumerudi kwa mara nyingine tena ikiwa dakika zimekatika ngapi? 26 tangia pale saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Once again langu jina ni Ibrahim Salima, alimaarufu sana Makini. Tulikuwa tumeenda short break lakini pia mjengoni siko peke yangu. Ninaye kijana anayejua tofauti ya jana leo, kesho na kesho kutwa. Hizo siku 4. Hizo siku 4. Umeongeza nyingine? Ni jana, leo na kesho. Hizo. Hii kesho kutwa nitakueleza ilitokea wapi tukiendelea. Wakati tunaendelea. Alafu kuna mtondo na mtondo. Sasa hizo hazipo. Kwa tofauti ya jana kesho, leo jana na kesho haipo. Jana leo na kesho kwenye mtondo na mtondo haipo. Jana ilikuwa leo. Na leo ikakuwa kesho ya jana. Na juzi ikakuwa basi tuachilie hapo tutaendelea. Jana ilikuwa leo. Jana ilikuwa leo. Na leo ilikuwa kesho ya jana. Ilikuwa kesho ya jana. Na kesho itakuwa kesho kutwa. Jana. Asante. Umeelewa kwa kesho kutwa mali imeingilia? Kesho kutwa imeingilia kwa sababu ya jana. Na kwa sababu tunaishi kwa ajili ya jana leo. Lakini jana ikishapita imepita. Na leo ikipita imepita. Lakini kesho ijaye kufika. Kesho ijaye. Kwa sababu mimi nasojua kwamba jana ikipita hiyo hatuhesabu tena. Ushaelewa? Tunahesabu leo. Wala kesho mbona nayo hakika hatuijui. Sasa ndio nakwambia kuna tofauti ya jana, leo na kesho. Kesho haitaifikiwa, leo tutakuwa tukiishi kila siku. Lakini kila siku inapoitwa leo ndo maisha ya kila siku. Lakini kumbuka kuna jana ilishapita hiyo hairudi tena. Lakini ndio tofauti na leo. Nimefanya makosa, sikuwa niwapatie hiyo. Sikuwa niwape hiyo. Labda niseme tunajua, sema tu ni vile hamko mmeelewa. No, tunajua na tuko tunaielewa, lakini vile hatuitumiaje. Ila wewe ambao unaijua, unaielewa, unaitumia. Na ni moja kati ya naweza nikasema tu zako. Unapoenda sehemu kitambulisha kwa hicho kitu kama hicho, hata ule kama ni ukumbi, kama ni hafla sehemu fulani, watu watakufurahia kwa sababu anaona umetuletea kitu tofauti kipya. Angalau kidogo umebadilisha scenario. Tunasemaga atmosphere. Hali ya hewa pale ndani imebadilika. Angalau watu walikuwa wanabaki by the way, inatakiwa kila siku inapoenda kwa Mwenyezi Mungu uhakikishe kwamba kuna watu umewafurahisha kweli. Unaelewa? Umeacha tabasamu kwa watu. Mimi nilisema kitu kimoja. Kwa mtu yote ambaye anahusiana na mimi kwa njia moja wala nyingine, tunayekutana tukifanya kitu fulani, kitu kimoja. Hakuna siku itapita wewe bila kucheka, bila kufurahia. Lazima ufurahi. Lazima. Hiyo hapo imekatika chaji, unaweza kuweka kwenye chaji hapo, mambo yatakayokuwa ni view line ambazo ni kinyama, afu mambo yatakuwa amazing kinyama. Tuna trending namba 2 tuko wasewa. Mama Samia ameenda Urusi kwenda kusafisha jina. Sasa hebu muulize Putin Putin ameenda kusafisha jina ama ameenda mambo ya nuclear story na hivi? Ameenda kusafisha jina. Kwa nini aende Russia? Jina lilianza Urusi. Putin ndo alikuwa mtu wa kwanza kumpongeza kupata kura 98%. Sasa visit hapo kitu cha kwanza. Hiyo ndo sababu imeelewa. Lakini unajua kuna sababu huku chini behind the scenes. Hizo sababu zingine sasa tuzijue kwa sababu hatuwezi kusogelea, tunaongelea kile tunachokiona. Vile tunaongea sisi. Lakini kuna mtu behind the scene hatumuoni. Sasa hiyo behind the scene wale ambao mnatuona hapa ni wawili. Kuna yule behind the scene ambaye haonekani, labda asikia sauti. Pia sisi tunaweza kusema pia Samia kuna behind the scene ambao tujui pale Urusi amefuata nini. Sina uhakika kama ni kupongeza tu, angempigia hata simu. Mwambie bwana asante sana, wewe ndio nchi ya kwanza kunielewa kwamba bwana mimi nilichokuwa nakipitia na kitu kama hivyo. Lakini pia mimi ni mtu sawa. Angepigia simu. Lakini mpaka unaenda kuna swala hili uketi na kaa umwambie bwana mimi ni mzuri. Rais miongoni mwa marais wa dunia ambao wanajulikana dunia kwamba ukimtaja Putin umetaja dunia. Silaha nuclear, who are you, vita, wewe nani? Hapo tunaona Aiwanda. Hapo ndo tutasikia finali. Wewe unasemaga who are you? Aiwanda. Finali wenyewe. Finali wenyewe. Hiyo finali imeenda chezo tu. Hamfai kujua inachezeka. Ujue. Twende tu kiukweli. Mrashia ama Mrusi
Ndio au Mrusi, Mchina, ndio Muhindi, Kiduku, yule Korea Kaskazini, Kiduku nani? Kusini. Korea Kusini nani? Kiduku. Mapanki. Sasa ndo South Korea. Kim Jong South Korea. Sasa wale watu unajua alichukuaga wasanii wake wa kuigiza aliwapeleka kule Korea kule wakafuata na nini na pia kwenda kujifunza. Alitoaga watu wakapelekaga China. Unaona, yaani anatengeneza hizi nchi ukieka nao urafiki na zikaja kuwekeza kwako una grow. Wale hawana unyonyaji sana, lakini nchi zingine hizi Uingereza, Marekani, sijui ukienda kuweka nao Israeli yani wanakutumia. Umeona, nchi nyingi zile kwa urafiki na hizi nchi hazitoboi. Angalia sasa hivi Zambia, hakuna nchi iliyokuwa inadharaulika ela yake hadi maisha yake kama Zambia. Alivyoondoka Marekani kuiacha ile nchi, Mchina alivyoingia, sasa hivi angalia hadi hela yake imepanda thamani. Umeona? Kwa hiyo wanajua kukutumia na wewe kulipa pia. Kuendelea. Na ndio maana hata Burkina Faso pia na wenyewe wa China waliingia pale. Mchina, Mrussia ndo wanaweka nguvu pale. Na hao ndo si ndo Mrusi ndo Mrussia. Lakini ndo wanunuzi wa bidhaa zao. Wanaonezi nchi zingine. Sio kama South Africa. South Africa wanaonewa sana na ile gold yao. Kuonewa. Lakini pia Afrika Kusini hawa ile gold mining gold kwa pale zinatolewa kwa wingi sana. Lakini ukigundua ukifuatilia stori zao wanalalamika hawapati nini ya kutosha. Ndio maana juzi kati walifurusha sana wageni. Asante. Walifurusha sana wageni. Moja kati ya vitu ambavyo wa Afrika Kusini walisema hapana, sisi tuna vita na watu wa kizungu. Na vita na wazungu. Sasa kama tuna vita na wazungu, alafu tunakuwa na nini? Tunakuwa na wageni wanakuja wanapata ajira. That means kwamba nyinyi wageni ndio mnasababisha wazungu. Ushaelewa? Wazungu wanatuletea habari zao za ajabu. Ushaelewa? Mimi naomba tuende break kwanza kidogo bwana director, alafu tukirudi tuendelee na hapo. Hapo baba tubaki kwa wazungu. Tumetoka kupata jinsi tutafute sasa na Okay, director bwana fundi mitambo, once again we back again. Tumerudi tena kwa mara nyingine tena kama tulivyokuwa tumewachia pale tulivyoenda break kwamba kulikuwa na issue ya wa Afrika Kusini. Wao Afrika Kusini hawataki wageni kabisa. Na kuna video clip moja nilikutana nayo wanasema sisi tuna shida na nyinyi wageni lakini hatutaki nyinyi muendelee kuwepo hapa. Basi nyinyi cha msingi msitaki tufikishane mbali. Chukueni magari, rudini makwenu. Chukueni ndege. Magari, ndege, sijui nini, meli, chochote kile. Mrudi makwenu. Tafadhali. Lakini mkisema kwamba mnakomelia hapa, kitakachotokea msitulaumu. Kutanuka. Sisi tuna shida na serikali yetu. We need to fix our government. Sasa nyinyi ndio mnaotuletea shida. Nikaja kufuatilia nikajua kwamba shida inakuja ni kwamba Waafrika Kusini wana demand zao. Wana lifestyle yao wanataka kuishi pale Afrika Kusini. Kweli. Lakini unakuta haya mataifa ya nje ndio yanaenda kuchukua zile opportunities. Kwa sababu wakibaki wao wataweka misimamo yao na nchi wataiendesha kama vile Waafrika Kusini wanavyotaka iendeshwe. Lakini kumbuka manpower inayotoka nje inakuja kufanya zile kazi zao kwa bei ama kwa masharti madogo. Ningesema hivi.
Afrika Kusini ni moja ya nchi ambazo zina produce gold kwa wingi. Ndio. Duniani. Naam. Si hata Afrika. Duniani. Na hawafaidi. Hawanufaiki kwa sababu tunajua gold ni kati ya minerals muhimu, ghali sana. Na ghali sana. Ile pesa ungeleta South Africa ingekuwa pale kwingine tofauti. Ingekuwa nakimbizana na wazungu. Hii ingekuwa ni Amerika ya huku. Hata kiuchumi. Ingekuwa ni Amerika ya Afrika. Hata kiuchumi. South Africa. Ni nchi ya 4 Afrika. Kiuchumi ya 4. Umenisoma. Sasa unajua kuna kitu hapa kinazinguaga sana. Na hiki kitu mfano, unajua hela South Africa Kenya iko juu. Hela South Africa Uganda iko juu. Hela South Africa Tanzania iko juu. Kwa sasa mimi Mkenya nikitoka hapa nikilipwa shilingi 1000 au nikilipwa shilingi landi 2000, najua kabisa hii kwetu ni shilingi 40 au hii kwetu ni shilingi 20,000. Sio umenisoma? Kwa mimi ninafanya kazi bila uo, lakini sasa kula kwa mahitaji yako juu, alafu pesa kupata ni ngumu. Sio umenisoma? Yaani wanataka wapandishwe mishahara iwe tofauti. Unajua unaweza kuta vile kwa huku tunasema mkate ni 70 bob. Tanzania kija hapo mkate ananunua shilingi ngapi? Ni ghali kidogo. Ni ghali kwa Tanzania. Ataona ni pesa juu. Sasa yeye hivyo kule wanauziwa vitu kwa bei kama hii. Sisi tukienda na 70 bob unakuta uwezi kununua tamkate. Hii 70 ya Kenya. Ina maana randi kama ninavyomuelewa director, randi iko juu. Randi iko juu. Ni juu kweli. Ukiwa na randi moja una shilingi 7 za Kenya. Kasija kosea. Shilingi 7 nukta fulani hivi. Sasa hizo shilingi 7 ukiwa na randi 1000 ina maana una shilingi 7,000. Kwetu sisi ni hela nzuri. Ukiwa umeajiriwa unalipwa labda randi 2,000 kama alivyosema. Uko vizuri, ama randi 20,000. Ukitoka nazo kule ukija nazo hapa uko vizuri. Lakini sasa wale wa pale ni kama sasa hivi sisi hapa ni kama sasa hivi hapa shilingi moja ya Kenya ni sawa na shilingi 20 za Tanzania. Ukitoka Mtanzania akija hapa akichukua shilingi milioni 1 ya Kenya, akienda pale na miji hela. Lakini sisi hiyo shilingi 1,000 unaweza kutumia kwa siku moja ikaisha. Siku moja ama siku moja ikaisha, nusu siku imeisha, ama nusu siku ikaisha, kwa sababu mahitaji yetu, gharama za huko ni kubwa. Sasa sisi Watanzania watakapokuja hapa kuajiriwa ama Waganda kuajiriwa kuchukua nafasi zetu za kazi, sisi tunawakataa kwa sababu wanaajiriwa kwa pesa rahisi, kwa malipo rahisi, kwa mishahara midogo sana. Ushaelewa? Wakati hiyo mishahara wao wanaiangalia kwa pesa ya kwao. Hivyo sasa ni kama sasa hivi uende Uarabuni, watoto wanaoenda kufanya kazi Uarabuni wanalipwa 2,000 wanalipwa shilingi 30,000 mshahara. Sasa shilingi 30,000 kwa hapa house help kupewa shilingi 30,000 Kenya. 30,000 ni mtu anafanya kazi county. Unaambiwa kule sasa hiyo 30,000 kule wanalipwa kama sababu 40,000 wanasema ni sawa sawa na shilingi 2,000 ndio 40. 2,000 si 1,000 kitu kama hicho. 2,000 shilingi 40. Kwa sasa ili alipo 30,000 na maana 1,500 ya kule. Hapo fikiria sasa 1,500 kule si hela. Sasa labda kwa hiyo si hela kubwa. Mfanyakazi wa ndani akitoka, mfanyakazi wa ndani kule Tanzania anayelipwa labda shilingi 50,000 kule Tanzania. Akija huku akiajiliwa akilipwa shilingi 6,000 ama 5,000. Anakubali ni 1,120,000. Kwa sababu 1,120 pesa nyingi. Wakati kule labda analipa shilingi 30, 40, 50 au ikizidi 80. Umekuja hapo umeomba shilingi 10,000 kwa mwezi. Ukibadilisha na hela ya kwenu 200,000. Kwa hiyo 200,000 hiyo ni hela nzuri kule. Kwa nini sikubali kufanya kazi hapa? Lazima walalamike. Kwa nini wasitoke kula kuja huku? Sasa basi wa Kenya nao lazima walalamike. Mbona wa Kenya nao wakija wao wanataka labda mdada wa ndani alipo labda shilingi 25,000, lakini Mtanzania akija ama Mganda akija alipo shilingi 10,000 kizidi 15,000. Kwa hiyo lazima walalamike. Sasa Waafrika Kusini waliwaambia watu wa Afrika wenzao, sisi hatuna shida na nyinyi. Tunataka kufix nchi yetu. Kwa hiyo nyinyi peacefully nendeni. Wewe kama ni Nigeria, hata kama unafanya ofisi gani mkurugenzi, toka nenda.
Nastaki kwa. Kuna madai yangu, achana hayo madai. Ni yako kwanza. Tukikua kwenu. Wale watu ambao hawana usafiri means ya kusafiri, magari peleka kwao hao watu. Na usafiri wanapewa. Hatutaki kuwaona hapa. We need to fix our country. Na kwa upande mwingine South Africa ndio nchi iliyotoa rais madarakani hajamaliza wakati. Rais gani? Zuma. Jacob Zuma alitolewa. Tena alijiuzulu. Akaamua hakung'olewa. Lakini alipelekwa kwa ukuta mpaka jiuzulu. Yaani kabisa wewe fanya hivyo unatoka mtoto. Wakati cha msingi cha mdomo nijiuzulu ili nikapate mani ndo kaingia Katabombeki. Unaona sasa? Kwa hiyo wale watu wako kweli yani wale mabwana ndio watu wa mwisho kupata uhuru, lakini mpaka sasa hivi wanaanza kuwa na marais waliopita pale so chini ya 6. Kwa sababu ukiangalia nani aliendaga miaka yake 4 toka maliza. Nelson Mandela asitoka, aliachia mwenyewe. Unajua Nelson Mandela kwanza tuko vile kama rais. Kwa mpiganizi wa nchi nzima. Yule aliyeko pale kama juu. Aliyetawala miaka 4. Yake tutasema ni kama Jomo Kenyatta. Aliapishwa uwanja taifa hapo Tanzania. Aliapishwa ni sawa, aliapishwa lakini alishakuelewa anavyotaka. Ni kama vile sasa huyu ni muasisi wa taifa. Huyu ndo mwenyewe baba yetu. Anafanya kitu chochote na yeye. Wewe tunamsikiza. Lakini sasa kuna hao wengine sasa walipotoka pale ndo kaja Zuma, tukazuma kaja Tabombeki ndo kaja mwingine hapa sijui nani na kaja mwingine tena. Hao na kuchaguliwa sasa. 94 ndo amepata uhuru. Mwaka 94. Lakini mpaka sasa hivi wamebadilisha marais mpaka basi. Kwa sababu gani? Wale wa nchi ni vichwa vibovu. Hawataki kujua. Yaani tukisema wewe unatoka hapo unaenda kuna hiyo vile kuuza wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya nini? Ya kusaidia tulikwambia tuna shida hiyo. Tuliambia tuna watu. Kwa Tanzania kuna hiyo kazi. Ipo anaenda Tanzania. Kenya nenda, Kongo nenda, Nigeria, mpaka Nigeria. Nchi miongoni mwa nchi kubwa, lakini nao walikimbizwa kapelekwa nyumbani. Lakini Nigeria ndio nchi kubwa. Tunasema ni nchi ambayo ina pesa pia. Ina watu wengi. Pesa zake hazina thamani yake si kubwa. Naira si kubwa. Si za zamani si kubwa, lakini ina watu wengi, lakini pia vile inazalisha sana. Mafuta. Unaelewa? Ina Diamond. Lakini so Nasibu Abdul. Sio ni Diamond mwenyewe. Mwenyewe acha huyu Nasibu Abdul wa kujipa. Diamond mwenyewe. Unaona? Alafu nahisi pia na wana dhahabu pia wana. Na kopa pia. Kopa na aluminium. Kopa na aluminium. Umeona? Ni nchi. Lakini hao watu wana utajiri mkubwa ila hela yao haina nguvu. Lakini sasa unajua kwa sababu ya corruption. It's ranked the number 1 corrupt country in the world ama in Africa. Yenyewe ndio kwa kwanza. Na ndio maana basi ikafeli hivyo. Sasa kama yeye ndio ya kwanza Afrika. Kenya ilichukuaje ya 3? Nisikia tetesi ya 3 duniani kwa corruption. Si ya 3 duniani. Wajua ilikuwa hizi ni zile tetesi tu zinawekwa kuonyesha kwamba government hamfanyi kitu. Ni tetesi tu. Kenya kama namba 7 kasi sijakosea. Namba 7. Lakini pia kuingia kwenye top 7 kwenye top 10 umejulikana duniani. Top 10 so mchezo. Sasa wasema hivyo Nigeria kwa top 5. Sasa Nigeria tunaweza kusema kwa sababu wao wamekithiri. Wale corruption imejaa. Mimi sikudanganya kama kuna nchi zingekuwa zimeendelea. Hii Afrika ilikuwa ni Nigeria na South Africa. Afrika Kusini. Lakini mimi msimamo wa Afrika Kusini nimeupenda kwa sababu wanataka kweli kurekebisha taifa. Wanasema wakirekebisha vizuri hakuna nchi itashinda kabisa. Kwa sababu South Africa nao pia vile inavyosemekana ni watu pia wanamiliki nuclear. Asante. Wewe msije mkavamiwa hapo. Bana trending nyingine ipo. Alikuwepo pale. Mzungu alikuwepo pale. Kwa lazima ajilinde. Sasa wao wanasema hivyo. Iko na nchi 5 ambazo zina produce county 5 ambazo zina produce gold. County 5. Na si ati gold zile za na ndio maana vile bandari wanachukua wanaenda na wanatoa yani bandari pale wanaenda wanachukua ule mchanga kutengeneza cement. Vile uko mwingi vile. Sasa gold iko hivyo. Na si sehemu moja, ziko sehemu kadhaa kwa kaunti moja.
Unasikia Mwatate iko na nini yake, Taveti iko na yake, Voi iko na yake, Undanyi iko na yake. Afrika Kusini hiyo. Na ndio maana wanaandamana, kwa sababu wananchi wa Afrika Kusini bado maisha ni yale yale. Wanataka pesa. Wanataka hela. Wanataka hela. Hela izunguke. Sasa na nyinyi mabwenyenye mmekaa hapo mnawabania. Mnakula tu pesa yetu. Na kwa sababu gani mnaletewa watoto wadogo hawa wa kutoka nchi zingine kuja kufanya kazi zetu? Sasa corruption yenyewe namba 2 ama namba 3? Namba 4. Mimi sifuatiliagi hiyo. Namba 2 hapo. Sifuatilie. Bwana, tukitoka hapo kama kuna training nyingine tuambie bwana director ama bwana ndugu yangu. Lakini kama hauna bwana, leo hatutakuwa na yaliyojiri as such, kwa sababu bado kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea. Tunawatayarisha vizuri. Tunaandaa, labda kama tutabahatika kuirudi saa 12 sayari yetu, huenda tutawapatia yaliyojiri. Lakini kwa haraka sana nataka tutoe maua. Tutoe maua kwa watu kadhaa. Nataka tutoe maua kwa watu watatu. Watu muhimu sana Radio Mtaani FM. Kwanza kabisa tunaanza na Lioness. Namjua Lioness? Patricia Mwashigadi, the Lioness herself, the one and only. Moja kati ya viongozi makini sana. Waliotambulika na wanatambulika. Na hawatambuliki tu peke yake Taita Taveta, bali wanatambulika hata nje ya mipaka ya Taita Taveta. Kile kitu tunanibamba kumhusu yeye ni kitu kimoja. Ndio. Youth Finance Bill. Hiyo basi. Na mimi nilijua hiyo utaiongelea. By the way, almost vijana wengi wa Taita Taveta wamempongeza kwa ajili ya ile Youth Finance Bill. Basi. Youth Bill basi nishashika. Unajua vijana kama vijana pale tumepatiwa maisha yetu sisi kama vijana. Ushaelewa? Kuitengeneza Youth Finance Bill na ikaenda ilipigwa sahihi kabisa na mstahiki gavana Andrew Mwalimu wa Kujaa. Akaiweka sahihi. Inafaa kukubaliwa. Ina maana tayari hii bungeni ikapitishwe na ishapitishwa na imeanza kufanya kazi. Kwa hiyo hicho ni miongoni mwa vile vingi ambavyo mimi binafsi navijua. Inawezekana wewe unajua hiyo Youth Finance Bill ambayo ni kubwa kuliko hii. Sasa ilikuwa ya kumalizia. Sasa unajua mimi sitakuwa naongelea hivi. Maana youth ni nini? Si sisi. Ni sisi. Na jagani angalia. Na sisi ndio shughuliki sana na mengine. Na sisi ndio beneficiaries. Nikijua kwamba mimi natambulika katika serikali yangu. Account. Ninajulikana katika serikali yangu. Ninaweza jiendeleza na serikali yangu. Ndio. Ya account. Ndio. Inamaanisha nafaa kujivunia. Ndio. Kwa yote ambayo inatendeka hapa. Asante. Kila kitu ambacho kiko chini yake. Youth Bill ni yetu sisi. Ndio. Hapo tujaleta sijui watu ambao tunasema wanachukua pesa yetu. Pesa yetu ikipotea tunauliza how youth wenyewe pesa inaenda wapi? Tulipatiwa. Si hata tujaona tumepatiwa, imeruhusiwa. Ndio. Kwa hivyo ni sisi hatujangangana. Ngoja turudi tungangane. Ndio. Acha tupigane tupate hiki. Hiyo ndio maana yake ya kwa youth. Furahia. Kijana anafurahia kwamba ana nafasi katika serikali. Anajulikana. Hongera sana Patricia Mwashigadi, the Lioness herself, moja kati ya viongozi makini sana ambao unasababisha vijana wa Taita Taveta County kutabasamu. Na ndio maana ukachaguliwa kama nominated MCA wa Youth Taita Taveta County, kwamba vijana hawana sababu ya kulalamika hali ya kuwa Lioness herself yuko mjengoni. Hiyo ndo kazi moja kati ya miongoni mwa kazi ambazo unaenda kuzifanya pale bungeni, na umetuwakilisha vizuri sisi kama vijana wa county. Kama mimi tamtafuta kwa macho yangu. Umpongeze mimi nimpe mkono. Kwa kuwa kijana mmoja kati ya wale. Utamtafuta nani? Patricia. Mwenyewe. Patricia Mwashigadi. Nzuri, si mtu wa kujificha. Kitu cha pili ambaye anafaa kupatia maua yake. Yuko everywhere. Ukimtaka muda wote. Hata tukisema tunampiga simu sasa hivi anapokea. Asante. Sasa hiyo ni vile tu simu yangu haina salio sasa hivi, lakini yule ni mtu ambaye mimi nachompendea sasa. Ukiachana hiyo Youth Finance Youth Bill ya 2024. 2025. Ukiachana na hiyo ni mtu ambaye ana ule moyo wa kusaidia. Shaelewa? Moyo wa kusaidia. Na kama hana atakwambia kaka sina. Lakini nitafanya niwezavyo nihakikishe kwamba nakusaidia. Huyu ni Patricia Mwashigadi. Unaona, tena vile vile ni mtu ambaye ameingiliana na vijana, akajuana, wa mama, wa baba, na heshima pale ipo.
Ushaelewa? Kwa hiyo Patricia Mwashigadi, big up sana maua yako dada yetu. Leo ni WCW lakini tukasema tafadhali mali unaenda sarudi kule kule. Tutarudi hapa. Leo bwana ni siku ya kutoa maua. Tumesema leo hatutakuwa na yaliyojiri. Leo katika yaliyojiri leo hii tunaamua kutoa maua kwa watu wanaostahili kupatiwa maua. Miongoni mwa watu ambao wanapewa maua ni pamoja na wewe bwana bibie dada yetu Patricia Mwashigadi mheshimiwa, na tunakupongeza kwa kazi yako nzuri. Na usisahau 2027 panapo majali yake Mwenyezi Mungu anaenda kugombea kiti cha Women Representative Taveta County. Tukutane huko. Moja kati ya watu ambao hapa mtaani jina lake lipo juu. Katika wale watu watatu tutakao mention majina yao kwamba wapo kwenye kinyang'anyiro, Patricia Mwashigadi yuko hapo ndani. Sasa ningependa kusema hivi, kijana yoyote mali ulipo. Hebu angalia. Hebu kumbusha mzazi wako nini alifanyia vijana. By the way, onyesha mzazi wako alifanyia nini. Akiona yale alifanyia kijana. Ndio. Wao wengine watakubali tu. Ataona akifika hapa juu, sisi wa mama tumekubalika, tutapatiwa ka sehemu alituwekwe. Sitaki kuongelea kuhusu wengine. By the way, moja kati ya vitu ambavyo vijana walikuwa wakiishi kulalamika ni kuwa na sheria ambayo inawatetea. Sheria ambayo inajali maslahi yao. Sheria ambayo watakuwa wana uwezo wa ku-access funds, ku-access projects, ku-access chochote kile, hata internet wanachotaka vijana. Lakini at long last here is her lioness herself. Madam Patricia Mwashigadi alikuja na wazo la, na unajua ile siku anakuja kuilaunch alimleta Victorine Jacobs, moja kati ya watu wakubwa sana. Ushaelewa? Kwa hiyo sisi tumpongeze, tumpatie maua yake. Na tunasema kama ulivyosema vijana majenzi, vijana wote kwa ujumla below 35 years, huyu na si tu below tuseme below 40. Okay. Tuseme below 35 usifikishe. Tuangalie 35 kurudi huko chini. Tumwangalie huyu dada yetu ambaye ametutetea kwa mara ya kwanza katika historia. Haijawahi kutokea. Zimepita regime kadhaa. Na wamepita youth representative bungeni kadhaa, hawajawahi kuja na idea kama hii. Lakini at long last tumepata Patricia Mwashigadi amepeleka mswada bungeni wa vijana na ukapitishwa sahihi na mstahiki gavana na ukapitishwa bungeni na ushaanza kufanya kazi. By the way, kuna wale vijana wa Voi kama nakumbuka tuliongelea juzi. Washaandika proposal yao, wamepeleka na muda wote inaenda bungeni. Courtesy of nani? Patricia Mwashigadi. Mshaelewa? Kwa hiyo big up sana dada yetu. Mungu akubariki. Lakini mtu mwingine si mwingine bali ni madam herself. Nani? Hao madam hawa. Leo tumesikia lioness. Sasa tunaenda kwa madam, sisi tunaenda kwa miss mwisho. Sasa tuliongelea tena madam herself, tunamuongelea nani? Madam CCOH. Madam Violet Mkamburi once again. Moja kati ya kina ya viongozi makini, viongozi wanaofanya kazi zao vizuri, viongozi wenye moyo wa kuhudumia wananchi wao, viongozi wenye huruma. Violet Mkamburi CCOH ametambua salio lake lililobakia kwenye moyo. Tunasemaga salio kwa sababu gani? Hizi vitu vingine vitafanyika ndio vyake mwenyewe, lakini kuna salio la kila mmoja la kushughulikia mmoja. Kweli wewe unajua tofauti ya jana, leo na kesho. Hapo ndipo unapoenda kusoma vizuri. Ametambua salio la moyo wake lililobaki kwa mmoja. Akakuwa anashughulikia. Ndio maana huruma inaingia. Kwa kutambua lile salio. Madam Violet Mkamburi. Leo nimepata kitu kingine kwa ndugu yangu, mdogo wangu, jamaa wangu, co-host mwenzangu, anakuambia anaitwa Bwana Henry Mwadei. Acha tumalize kwa Mwadei, usiende kwa Mwadei. Tukienda kwa Mwadei tutamalizia kujaa. Hapo kwa Mwadei tu peke yake. Mwadei amesema madam Violet Mkamburi, umetambua salio lililobaki kwenye moyo wako la kushughulikia mmoja. Na ndio maana kukawa kuna huruma. Huruma inatokana na kutambua salio lililobaki kwenye moyo wake la kushughulikia mmoja. Very nice. Very interesting. Maua mengi ya kutosha sana Madam CCOH. Pokea. Violet Mkamburi, Mwenyezi Mungu akujalie kheri za kutosha. Na mimi nasema kama CCOs wote
wangekuwa kama yeye, kwa sababu kuna Madam Rina, kuna yeye. Ama waige huu mfano wa huyu Madam Mkamburi, wizara zetu zingekuwa nzuri sana. Zingekuwa mbali. Lakini sisemi kwamba hakuna wanaofanya vizuri, wapo. Na tutafuata moja baada ya mwingine. Moja baada ya mwingine. Tulianza na mmoja, sasa kuna wa pili. Tunakupongeza, tunakupa maua yako mama yetu. Mungu akubariki sana. Endelea kufanya unachokifanya, na ikiwezekana afanya zaidi. Acha tusikusahau, tuendelee kukumbuka tu. Tuendelee kumkumbuka madamu wetu. Amefanya kazi nzuri sana. Moja kati ya watu ambao pia wanatusupport sana pia sisi Radio Mtaani FM ni pamoja na yeye Madam Patricia na vitu kama hivyo. Lakini tumalizie na kwa the man himself. Fadhali. The man himself si mwingine CPA Elijah Mwazo. Moja kati ya viongozi muhimu sana. Sasa hivi wako ziarani nje ya nchi wakiwa na mstahiki gavana. Andrew Mwadimu wakuja. Niliongea naye kwenye simu, akaniambia Samakini, niko safarini, nikirudi tutaweka kikao wewe na timu yako ya TV Mtaani na Radio Mtaani FM. Tutaweka kikao tuweze kujadili mambo matatu, tujue kwamba hii county inaendeshaje na radio inaendeshwaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakupa big up za kutosha, kwa sababu umegusa maslahi pia ya vijana, na si mtu tu wa vijana, pia vijana wengi wameguswa na yule bwana. Hata wale wa Voi ni miongoni mwa vijana walioguswa na achana na vijana, pia jamii za all. Ni moja kati ya viongozi ambao wanaigusa sana jamii. Wametambulika. Anatambua jamii yake. Ni yale Sadio, anatambua Sadio. Lililobaki kwenye moyo wake kugusa mtu mmoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo Bwana Elijah Mwazo, maua ya kutosha, big up za kutosha. Mungu akubariki, endelea kufanya kile unachokifanya, na nani imani usiache. Mstahiki gavana kukosea kukupatia hiyo nafasi. Tunaambiwa ukielewa ni wapi unataka kwenda, utatafuta mtu ambaye atakusaidia kwenda. Basi. Ukielewa? Jamaa naona kama vile uko busy sana na mitambo pale. Ukielewa unapotaka kwenda, utatafuta mtu kukupeleka. Kwa hiyo ndo maana halisi ya governor anajua anapotaka kwenda, ndo maana kawatafuta watu kama Elijah Mwazo, Violet Mkamburi, Prophetess Rina Mwanake, miongoni mwa wengine ambao wanafanya kazi na mstahiki gavana za maana za kumtengenezea soko na jina. Kwa sababu sasa hivi jina la mstahiki liko vizuri, kwa sababu pia na hao viongozi wake aliowapatia hizi kazi. Ushaelewa? Kwa hiyo hizo ni big up za kutosha, na sisi tunakutakia kila laheri bwana CPA Elijah Mwazo. Mwenyezi Mungu akujalie uende salama safari yako na urudi nyumbani salama, uje uendelee kufanya majukumu yale ambayo uliacha hapo, uendelee nayo. Tunatamani arudi kwa nyumbani. Arudi nyumbani. Hajafukuzwa. Ana hawezi kufukuzwa. Ni mtu mzuri. Hata akifukuzwa na wengine sisi akidiletio sisi tutamdownload. Sasa je, shida ni moja. Acha nikwambie kitu kimoja. Nyumbani unaweza toka ukaenda useme umefukuzwa. Lakini hauwezi fukuzwa nyumbani. Hakuna pale utaenda. Sasa utarudi. Lazima urudi. Nyumbani ni nyumbani. Home is best. Zetu hapo, tuache tu hao. Tunamalizia hapo na kauli ya kidogo msema kuja. Kauli ya Mwadei, East West home is best, na tunaenda kwenye bakora. Bakora kwa haraka sana, kwa sababu kuna sehemu pia natakiwa ni attend na muda wenyewe ushaondoka huo. Kwa haraka sana. Bwana director, bakora zilikuwa zinahusu nini vile? Director. Mimi nimekumbuka, kasi sijakosea. Ni kuhusu hii viongozi kutembea na watu wasiojielewa. Samahani, sikujielewa. Wanaokaa karibu kutojielewa. Yaani wale tunasemaje? Tunasemaje? Yaani walevi hivi. Bwana, kuna video moja ilikuwa trend mtandaoni na naweza nikasema kuna binti anaitwa Fatuma Chao. Huyu binti bwana anatokea Voi pale Kaloleni. Ushaelewa? Ni miongoni mwa naweza nikasema ni wanaharakati, lakini pia wanasiasa, na naweza nikasema pia ni miongoni mwa mabinti ambao wana ushawishi ground. Ni watu ambao wana ufuasi mkubwa na vitu kama hivyo. Anaitwa Fatuma Chao. Alikuwa kwenye mahojiano na media fulani hapa Taita Taveta account. Akawa anaongelea swala zima la
viongozi wanaochukua vijana ambao naweza nikasema sitaki kutumia sana hawajielewi, lakini hiyo ndo kauli kama inafanana na hiyo. Sasa tunasema kile kitu tumesikia. Yani kama vile bado inafanana na hivyo, vijana ambao bado hawajajipata vizuri, hawajajielewa vizuri. Na ndio maana akatolea mfano. Katika yale moja anauliza, nipatie kijana mmoja anayemshabikia kiongozi fulani ama kiongozi yeyote ambaye amepiga hatua 1, 2, 3. Kwa sababu tunapoitwa vijana si kushabikia tu, bali kuna mambo yanatakiwa yafanyike kama vijana kuhakikisha kwamba unanufaika. Hizi 100 za 100, 200 kununuliwa pombe, yeye anasema ni kwamba hujielewi. Yaani kijana unayeenda pale kwa kiongozi bila maslahi, sawa, ni kama bado hujajielewa. Umeenda tofauti. Yaani amesema viongozi wengi wanatembea na vijana wengi hawawezi kuwa sober mind. Sober mind. Yaani wengi ni wale sober mind ni Kiingereza. Wengi sober mind ni Kiingereza. Yaani wengi wanaokuwa nao ni walevi. Sio wale wa kujitambua kwamba tunaweza tukafanya 1, 2, 3. Yaani wale walevi, jinsi alivyosema yeye, wengi wao ni walevi. Ndio wanaongozana na ndio viongozi wengi wanapenda. Na akikuona umeshaanza kuinukia, kujielewa, kuacha pombe, kufanya vitu vyote kwa hivi, anakutoa. Kwa hiyo that means tunatandika bakora na vijana au viongozi wote. Kwanza ni wote. Kwa hiyo vijana wale ambao hawapo sober mind, hao vijana wakiwa sio walevi, ni vigumu kumuunga mkono kiongozi kwa asilimia zote. Huwa anajielewa, anaangalia sera zake, anaangalia maslahi ya jamii yake na maslahi ya tumbo lake. Akiona maslahi ya tumbo lake hakuna, maslahi ya jamii yake hakuna, hawezi kuunga mkono. Lakini kama tumbo lake liko sawa na maslahi ya jamii iko sawa, bado pia hawezi kuunga mkono. Anakukumbusha yule akiona maslahi ya tumbo lake liko vizuri, jamii haiko vizuri, na bado anaendelea kupiga debe. Hivi kuna kiongozi anayeweza kusema kwa sababu mimi mshahara napata, hela za maendeleo aziji, ngoja niache uongozi Kongo? Si kweli. Ndio hamna. Basi kijana wa design hiyo, mimi nakula, huyu mwache aende, sababu ile kwenye kiti ni huyu. Mimi sina shida, mimi nakula, Kongo anaenda. Mimi nitakusifia watu wasipokuelewa basi. Kwa hiyo sisi kama wananchi tunataka vijana wenye sober mind ili wakaongozana na viongozi. Yaani vijana wenye kujielewa, ina maana hata kama hapo tunarudi asipojielewa. Naona wale sio kwa walevi. Ina maana hata kama asipowaletea jamii huyu kiongozi, huyu kijana ajitengeneza, ameshajiwekeza, anajiwekeza, anaoa, anatengeneza familia yenye nini. Lakini huyu mlevi ana mpango wa kuoa, kila siku yuko Tingas. Alafu nilikuwa nasikia story kwamba lakini sidhani kama aliongelea mlevi, aliongelea vijana. Sikiza vizuri hiyo maana. Sikiliza hivi vizuri hiyo. Tuna pale alitaja wale. Sikiliza vizuri. Kuna pale alitaja wale. Alitaja Aiongelea hivyo vijana wengi wanaounga mkono viongozi wa TAVETA ni walevi. Sasa hiyo ni bakora kwao, waache wawe sober mind. Na pia viongozi wakishaona vijana sio walevi, hawataki. Kwa hiyo ina maana pia viongozi wenyewe, hao viongozi, baadhi ya hao viongozi, ina maana wanataka vijana ambao hawako sober mind ili kuwatumia. Tusipotoshe vijana. Tunajenga taifa la jamani, tunajenga taifa la leo na si la kesho. Kwa hiyo kijana ni taifa la leo, la sasa, la muda huu. Kwa hiyo kijana yoyote anayetumika vibaya, chapa bakora. Kiongozi yoyote anayetumia vijana vibaya, chapa bakora. Hasa hao viongozi ambao hawataki kuwezesha vijana au kuendeleza vijana, chapa bakora. Kwa sababu huyu kiongozi ukimwezesha, na ndio maana unakuta sasa hivi wengine wanapiga simu nyingi wakiomba wale vijana waliojitambua wakaondoka, wakiomba warudi ili waendeleze. Unaona? Ushaelewa? Kwa sababu watu wengi washaona, baadhi yao washaona maji yamefika shingoni sasa hivi. Wanaona kwamba kuna uwezekano wasirudi tena mamlakani. Kwa hiyo nitafanyaje? Si ni bora sasa hivi nianze kuwapigia simu nirudishe? Shida hiyo. Kwa hiyo wewe kiongozi ambaye unamtumia kijana kwa manufaa yako mwenyewe na humjali yeye, bakora zinakuhusu. Na wewe kijana unayetumika vibaya bila kujiendeleza, na wewe pia bakora zinakuhusu. Kwa sababu gani? Yeye ndio mnasababisha vijana wengi tunaonekana wahovyo, tunaonekana wajinga, tunaonekana wahovyo. Bwana director, tunaenda break fupi, lakini
Pia tuseme hivi, tuseme na bakora, tumuombe Mwenyezi Mungu sayari yetu kama tutabahatika tukutane kwenye sayari yetu. Lakini jina ni Ibrahim Salima alimaarufu Samakini, lakini unaweza kan reach out kwenye namba hii ya simu 0769 917260. Hiyo ni namba yetu ya simu. Lakini pia tuko na jamaa yangu hapa Henry Mwadime. Henry Mwadei. Ndio. Tunasema viongozi kama hao ndio watajua ile maana ile nyimbo watati finale kwenye debe pale tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2027 watati. Kwa hiyo tuwasiliane hapo. Lakini pia vile vile asante za kutosha ni kwa nyuma ya mitambo pale director Suleiman Umwaga ambaye mlikuwa mnasikia background hapo. Lakini pia vile vile wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, big up za kutosha. Lakini shukrani za dhati ni kwake Maulana aliyetusababisha sisi tunaruka hewani kama hivi na tunapumua kama hivi, tuna afya nzuri. Hizo ndio shukrani za kutosha. Hadi kipindi kijacho, kwaherini sana.